nataka uniambie kitu kimoja. Inawezekana au haiwezekani? Limeisha hilo. Habari jamani, leo nimewaletea habari njema kwa wale wafuatiliaji wa Dunia na mashabiki zetu. Habari njema ni kwamba tumewaletea Dunia TV app. Hii itatusaidia kukua kwenye kazi zetu jamani. Kwa hiyo hii hatuwezi kufanikisha bila nyinyi mashabiki zetu, ndugu zetu. Mkituunga mkono basi tunaweza tukafikia target. Cha kufanya, bonyeza hiyo link iliyoko hapo chini. Nitakupeleka moja kwa moja kwenda kudownload. Jamani, shilingi 3,000 tu. Unapata episode zote, yani unapata episode za mwezi mzima. Can you imagine guys? Sambaza upendo wa dunia kwa 3,000. Nimeoza ndani kwa ndani. Safari nyingine hii paka hapa Kiembe Samaki Zanzibar. Huyu ameshinda kupitia promotion ya Royal Win Plus inayopatikana kupitia pmbet.co.tz. Bwana Osmond, mambo vipi kwanza? Safi. Unaweza kutuambia wewe unajishughulisha na shughuli gani? Hapa Zanzibar najishughulisha na biashara ndogo ndogo. Sana sana cheza Sun of Egypt na Book of Wizard. Sana sana. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Wife? Are you okay? Kuna nini mama? Hamna kitu, mimi niko sawa. Violet, mimi nakujua. Wewe ni mke wangu, hatujaanza kuishi leo. Mabadiliko yako naelewa vizuri, so please usinifiche chochote. Niambie what is wrong. Kweli niko sawa. Mimi ni wako. Mume wangu. Sasa kwa nini unifiche mimi vitu ambavyo vinaweza vikatuhusu sisi? Na kama unanificha mimi, ni nani ambaye unaweza kumwambia vitu vyako vya ndani? Unatengeneza nini? So please, niambie kuna shida gani? I'm here for you. Sweetheart, mimi naogopa. Najikuta na hofu. Yaani sisi kama unanipenda tena. Unajua kuna wakati mpaka najishtukia hivi. Yaani chochote ambacho nakifanya, nahisi kama unaniongopea hivi. Nakuwa naogopa. Yaani sioni ule upendo ambao tulikuwa nao zamani. Sioni ile energy ambayo tulikuwa nayo. Sikuoni maneno ambayo nilikuzoea. Nahisi kama unanidanganya. Kuna muda naogopa. Yaani naona kama kuna dosari kwenye ndoa yetu. Kuna muda sikuelewi kabisa. Najikuta naogopa, yaani na hofu ile iliyopitiliza. Kikweli sina amani. Naogopa maneno. Ninaogopa.
I understand. Mapito ambayo tuliyapitia hapa katikati ni lazima atuachie trauma ambazo kisaikolojia haziwezi kutufanya tukaendelea kuwa kawaida. Na kwa sababu nilifanya mengi pia kuweza kukushtua moyo wako, ndio maana bado kama una majeraha na mimi. Ila nikutoe hofu, mke wangu, mimi nimeshasamehe. Sio yule tena ambaye nilikuwa na zile hashing na drama ambazo zilipelekea kuleta hatari kabisa pia kwenye ndoa yetu. Na kuelewa. You need to be strong. Usilibebe hili jambo katika akili yako na moyo wako wakati wote. Kwa sababu kwa namna ambavyo unazidi kulifikiria, ndivyo ambavyo unazidi kuliumba zaidi. Kwa hata kama litakiwa liishe, manake ni kwamba wewe unaruhusu liendelee kuwepo. Hiyo ni mbaya, mke wangu. Naelewa. Na najitahidi sana kuelewa. Ila maneno yani nimejikuta na hofu. Naogopa. Naelewa, lakini lazima ujikaze. Kumbuka ni mkubwa pia. Unajua mpaka sasa hivi tumekaa hapa kitanda kimoja leo. Ni baraka, tuna neema ya Mungu. Lakini kiuhalisia sasa hivi kila mtu alitakiwa awe katika mlango wake. Mimi ni mashariki, wewe magharibi. Tuliyapitia ni mazito mama. Lakini tusijiendekeze. Tukubali kama tumesameheana, tusameheane, turudi katika safari mpya tuishi. Nakubali mimi nimekosea kwa upande wangu na wewe ulikosea kwa upande wako. It's okay, tufunike haya, tuishi maisha mengine. Lakini tusibebe ya zamani. It's very bad. Okay? Ndo Violet wangu namjua. Wewe mke wangu mzuri sana. Usinimbibu naibu. Wewe. Yaani katika vidume ambao wanaweza kusimama mstari wa mbele katika hii ardhi na kusema kwamba wamepata wanawake walio bora alafu wakali. Oya, mimi pia ndasimama pale mbele. Oya, nimengoa kitu. And I'm proud of you for that. Yani, you know what? Yatatokea yote ambayo yanaweza yakatokea. Wataroga, watatuua, watatuvamia, tupigane humu, tuvunjane, tungoane meno, tutoane madamu, lakini asikuache. Oe, wanipige, waniue, wanigeregare. Wewe ndo mke wangu, wewe ndo mmalama. Sikuachi miaka 100. Come on. Njoo nikuchape na kabusu kidogo, msafirisho mamba. Mimi nimetekwa mimi. Bibi, kwani kuna nini bwana? Twende, usiwe na wasiwasi. Sasa naendaje kati sioni? Wewe twende, utaona mbele hapo. Una wasiwasi gani? Surprise! Babe. Nini? Umekuwa ukilalamika sana mlembo wangu. Mara boda, usafiri unanisumbua, nachelewa kazini. Ndio nimeamua sasa kukuletea kagari hapa.
Babe. Yes, your car surprise. Asante. Pendo langu ni la Babe. Asante. Pendo langu ni la Pendo langu ni la dhati. Okay, baby. Nyinyi endeleeni kujirikodi. Mimi sina muda na wahi kikao. Sawa baby, asante. Okay, I'll see you tomorrow. Baby, nakupenda. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Ino dunia. Mama, yaani nimetoka mbio huko nikasema nije nikusikilize. Maskini, pole. Asante. Sasa mimi mwanangu nimekuita. Kama kawaida yangu mimi mama yako, safari zangu mimi haziishi. Nataka nikukabidhi hii nyumba unayoiona. Na kukabidhi hii funguo. Ufunguo huu wa mlango wangu pale. Ufunguo huu hapa wa chumba kile pale. Mlango unauona. Ufunguo huu hapa wa chumba cha kwanza kule. Lakini sasa mimi wewe nataka uwe huru. Lala tu chumbani kwangu kama kawaida. Sawa? Sawa. Na huu hapa ni ufunguo wa geti. Mama, naomba ulinde hii nyumba. Hii nyumba ina vitu vingi sana vya thamani. Sawa. Kadi, najua nilikutumia pesa nyingi tu za kutosha. Ukiwa na shida ya aina yoyote, utakwenda benki kudraw, utafanya matumizi yako. Najua wewe ni msichana na mahitaji mengi tu ambayo unayohitaji. Lakini sitaki uende nyumbani kwako. Naomba utulie hapa. Kwa sababu humu ndani kuna vitu vyangu vingi tu vya thamani. Lakini mama, samani. Ukiniambia kwamba nisirudi kule nyumbani kwangu, kule kuna vitu vyangu najua. Kuna kitanda, kuna godoro, kuna nguo zangu, na tukiacha vyote bado kuna kodi yangu. Haijaisha, nimelipa bado miezi kama 8 hivi. Sasa unapokuwa unaniambia kwamba nibaki hapa nisitoke wala nisikanyage tena kule,
unakuwa kama unanipa mtihani. We vipi wewe? Vile vitu pale ndani mwanangu Sindi vina thamani gani? Mimi hizo habari sitaki kuzisikia kabisa yani. Nimeshakwambia mimi kula sitaki tena urudi. Kama kuna mtu ambaye unamjua mpe vile vitu akae navyo. Na isitoshe, nimeshakupangia mimi apartment. Bado anafanyia ukarabati tu ndicho kinachochelewesha. Lakini mimi nikirudi mambo yote yanakuwa safi. Umenielewa eh? Sasa mimi mwanangu naondoka. Mtu yoyote atakaye kuja hapa naomba nipigie simu. Kwa sababu mimi nina marafiki wengi. Na watu wengi ambao wanafanya nao biashara na wanakuja hapa. Usimruhusu mtu kuingia bila kunipigia simu. Sawa? Sawa. Nisindikize basi. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa moo. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji wapambanaji wa moo. Ni Moshi, Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMBet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMBet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMBet? PMBet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Wanangu. Mama, bado uko macho? Niko na wasubiri. Pole. Asante. Usiku mwema sasa. Hapana, samahani. Nilikuwa naomba tuongee kidogo. Peke yangu au wote? Wote. Okay. Habari za huko kwanza? Salama, sijui umeshindaje hapa. Salama. Lakini wanangu jamani, nimeshinda siku nzima. Hata kuniuliza nimeshindaje, hata kunijulia hali, mpaka saa hizi kweli. Lakini hata hivyo hilo silo ambalo nimewaitia. Nimewaita, nataka kuaga. Kwa sababu kilichonileta mimi ni biashara zangu, lakini mzigo mpaka leo bado haujaingia. Na naona wenyewe mmenitenga, nimekuwa kama mzigo na mimi. Kwa hiyo nimeona bora tu niwaage, niende nikatafute hata lodge, nikae huko nikisubiria mzigo wangu. Mzigo ukifika, niende zangu. Hata na nyinyi pia niwape uhuru. Maana kutokana na hivi vitu ambavyo vimetokea hapa na nini, labda naweza kuwa ni kikwazo pia. Wenyewe mmeshaungana. Maana najiona nimekuwa kama mchawi kabisa kwenye ndoa ya watu.
Yaani mchawi kabisa. Bora tu niwapishe wanangu. Mama. Wewe mama ndio kuongea hivyo kweli? Wasiwasi ndo akili mama. Mama bwana. Kuna kitu mimi nakuelewa mama yangu. Sawa Lakini kwa ufupi tu ningeomba niseme jambo moja kwa niaba ya hii familia yetu, kwamba sisi bado tunakupenda sana na tunahitaji kuendelea kubaki na wewe. Sawa Hii hali ya kuungana kwetu na kuonekana kama tuko pamoja, tuko vizuri, nafikiri hichi ni kitu cha kawaida sana. Hata wewe nyumbani naamini mpaka leo hii uko hapo na baba, haikuwa safari ya mafanikio kila siku. Kuna muda mlikuwa mnakwaruzana, mnapishana, mnakaribia hata kutengana kabisa. Lakini kwa hekima yenu na mapenzi, mnasameheana, mnarudi na maisha yalikuwa yanaendelea. Kwa nafikiri hata sisi huo mfano pia unatugusa moja kwa moja. Kugombana kwetu kwa nyakati za hapa katikati haikuwa na maana kwamba ndio tunaachana kabisa. Na by the way sio juzi, hatujaanza kugombana juzi. Eti wife ni muda mrefu kabla hata haujaji. Tangu alipokuja mzee huko nyuma tulikuwa na macrushing yetu mengi tu. Yaani mpaka nafikia tu unaweza kusema ili goma linaisha leo wao wanaachana. Lakini no. Kuna muda tunasettle, tunavumiliana, tunaishi. Kwa hiyo hata hichi kwangu mimi nilikuwa nakielewa. Najua kabisa pamoja na migogoro yote, lakini end of the day kama kweli tunapendana, tutaendelea kuwa katika mapenzi yetu. Kwa hiyo hii safari ni ya kawaida mamangu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba. Sawa siridhii ombi lako au tamko la kusema unaondoka. Tena unaenda lodge, sijui guest huko. Come on man. Yaani unakuja hapa nyumbani watoto wako wapo mjini. Sawa? Alafu wewe utoke ukapange guest tena lodge huko ukae ulipie. Why? Does it make sense? Yeah. Inaenda kutuchafua mamangu. Sawa, kwa sisi tunakupenda, endelea kubaki hapa, tuendelee kuishi wote. Sorry. Hello? Habari jamani, leo nimewaletea habari njema kwa wale wafuatiliaji wa Dunia na mashabiki zetu. Habari njema ni kwamba tumewaletea Dunia TV app. Hii itatusaidia kukua kwenye kazi zetu jamani. Kwa hiyo hii hatuwezi kufanikisha bila nyinyi mashabiki zetu, ndugu zetu. Mkituunga mkono basi tunaweza tukafikia target. Cha kufanya, bonyeza hiyo link iliyoko hapo chini. Nitakupeleka moja kwa moja kwenda kudownload. Jamani, shilingi 3,000 tu. Unapata episode zote, yani unapata episode za mwezi mzima. Can you imagine guys? Sambaza upendo wa Dunia kwa 3,000. Tetea, nimeoza ndani kwa ndani. Mama vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi. Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia 100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako.
niliendaga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa